anawezaje akafundisha timu ikafanya vizuri? Ataiachia timu hiyo Simba ishinde? Anaweka wazi mapenzi yake? Hapana. Simba na Yanga sasa hivi na Azam nafikiri na TRA wanakuja sasa hivi, ni taasisi zingine za kuziogopa. Timu hizo zikikutana na hizi timu zingine kufungwa lazima. Kwa hiyo mimi nikiwepo Simba naipenda, nikicheza nao nikiwa na timu nyingine yoyote kufungwa ni jambo la kawaida. Tukishinda basi ni kwa sababu tumetumia nguvu kubwa, tumepambana kuifunga Simba, Yanga, Azam, sasa hivi TRA na Singida Big Star. Lazima tukubali hayo ndio majiant ya nchi hii, japo Simba na Yanga majiant makubwa. Sasa wewe unaposema eti mimi ukinipa timu nitafungisha tukicheza na Simba, mimi naweza nisiwepo Simba wakawafunga hiyo timu ambayo kocha mwingine yupo. Mimi naweza nisiwepo, kwani hizo timu zingine mimi nikiwa sipo wanawafunga mimi Julio pale nilipo. Mimi sipo, akiwa anashinda kwa sababu ya uwezo waliokuwa nao. Wanasema anaitia doa taaluma yake kwa sababu anaweka mapenzi yake wazi na kukumbusha yale. Hapana, kukumbusha yaliyopita. Watu wa sasa hivi hawatujui sisi tumetoka wapi. Kwa hiyo tunawapa historia, mkiwepo nyinyi waandishi wa sasa hivi. Mnatumia sana vyombo vyenu kuwahukumu watu vitu ambavyo hamvijui. Lakini sisi tunajaribu kufanya vile ili mtambue sisi tumetoka wapi na hizi timu tumezitumikia kiasi gani. Kwangu mimi leo hata nikipata timu ya kufundisha nitafanya kazi kwa sababu timu hiyo inataka niisaidie. Lakini sio kwamba eti nikiwa na timu let's say niko Mtibwa anacheza na Simba waje wapate ushindi wa kirahisi rahisi. Hapana, kwanza haijawahi kutokea. Labda Julio wewe unijui. Kwanza nampongeza mwanangu mdogo wangu Super Nteze. Ni mtu ambaye mbunifu na ni mtu ambaye anatumia jina lake na fursa anazopata kwa ajili ya faida ya watu wengine. Simba huyu mtoto anatakiwa wamtafutie kitu wampachike kutokana na ubunifu, akili alizokuwa nazo na vile vile jinsi alivyokuwa na watu wengi wa maana wanaomfuata Nteze. Ameanzisha tawi ambalo kwa kipindi kifupi limekuwa tishio, na naamini kama atapata sapoti kubwa basi ili tawi litakuwa tawi endelevu lakini lenye mvuto mkubwa. Ni tawi ambalo mimi kaniita Nteze, kaniheshimisha. That's why unaona mpaka leo ndio mwisho wa shughuli hii. Kwa siku ya leo nimeamua kuja. Hii kocha inatoa tafsiri gani hasa kuelekea kwenye Simba Day lakini pia kiujumla kama Simba? Ya kwanza umoja. Mimi bado na insist umoja. Sisi Simba hapa katikati tumepoteana. Kuna watu ambao wapo kwenye Simba tunawashukuru kuisaidia Simba kutaka kufanya vizuri, lakini wanafeli kidogo kwa sababu hawataki umoja na watu wengine. Ili tufanikiwe lazima tuwe wamoja. Natoaga mfano wa Yanga, watu wanakasirika, lakini chloroquine ni chungu. Ili upone malaria lazima uile. Yanga wana engineer ambaye yeye anapeleka message kwa mfadhili wao. Wakipeleka wanakubaliana mambo, that's why wanafika kufanikiwa. Na sisi Simba kama tutakuwa hivyo tutafanikiwa kwa sababu tuna watu ambao wanajua mpira, tuna viongozi bora, lakini kinachotusukuma kutofanya vizuri ubinafsi ambao ndio unatufikisha hapa. Watu ambao wameitumikia Simba hawathaminiwi, watu ambao wanataka kuingia kwenye Simba hawathaminiwa, watu wachache ndio wanafikiria Simba ya kwao peke yao. Hapana, Simba watu wote. Mimi Julio nakuja kuongea kwa Nteze kunipa heshima kwake kuja, lakini kuna watu wananiambia kocha kama huyu utampaje timu? Sijui kocha huyu anawezaje akafundisha timu ikafanya vizuri? Ataiachia timu hiyo Simba ishinde? Anaweka wazi mapenzi yake? Hapana. Simba na Yanga sasa hivi na Azam nafikiri na TRA wanakuja sasa hivi, ni taasisi zingine za kuziogopa. Timu hizo zikikutana na hizi timu zingine kufungwa lazima. Kwa hiyo mimi nikiwepo Simba naipenda, nikicheza nao nikiwa na timu nyingine yoyote kufungwa ni jambo la kawaida. Tukishinda basi ni kwa sababu tumetumia nguvu kubwa, tumepambana kuifunga Simba, Yanga, Azam, sasa hivi TRA na Singida Big Star. Lazima tukubali hayo ndio majiant ya nchi hii, japo Simba na Yanga majiant makubwa. Sasa wewe unaposema eti mimi ukinipa timu nitafungisha tukicheza na Simba, mimi naweza nisiwepo Simba wakawafunga hiyo timu ambayo kocha mwingine yupo. Mimi naweza nisiwepo, kwani hizo timu zingine mimi nikiwa sipo wanawafunga mimi Julio pale nilipo. Mimi sipo, akiwa anashinda kwa sababu ya uwezo waliokuwa nao. Wanasema anaitia doa taaluma yake kwa sababu anaweka mapenzi yake wazi na kukumbusha yale. Hapana, kukumbusha yaliyopita. Watu wa sasa hivi hawatujui sisi tumetoka wapi. Kwa hiyo tunawapa historia, mkiwepo nyinyi waandishi wa sasa hivi. Mnatumia sana vyombo vyenu kuwahukumu watu vitu ambavyo hamvijui, lakini sisi tunajaribu kufanya vile ili mtambue sisi tumetoka wapi na hizi timu tumezitumikia kiasi gani. Kwangu mimi leo hata nikipata timu ya kufundisha nitafanya kazi kwa sababu timu hiyo inataka niisaidie, lakini
sio kwamba eti nikiwa na timu let's say niko Mtibwa anacheza na Simba waje wapate ushindi wa kirahisi rahisi. Hapana, kwanza haijawahi kutokea. Labda Julio wewe unijui. Sasa umeitazama Simba kwa sababu jinsi ilivyofanya usajili. Unadhani Simba inakwenda kuwa na msimu wa namna gani kwa maingizo aliyoingiza msimu dirisha hili? Yaani unajua mimi bahati mbaya wachezaji waliosajiliwa kiukweli siwafahamu. Lakini nataka nikawaone kwenye Simba Day watakavyocheza kama mwalimu, nikiwaona touch yao tu ya kwanza nitajua watu wachezaji. Sasa ikishakuwa hiyo tunatakiwa sasa tumpe nafasi mwalimu wetu ili aweze kuifanyia kazi timu ili ifika kwenye kilele cha mafanikio, kwa sababu kingine ambacho tunachofeli sisi tumekuwa na wachezaji na sana, afadhali tumepunguza watu wachache, lakini usually huwa tunatoa watu 7 8 tunaleta watu 12, tunatoa watu 8 tunaleta 10. Haiwezekani kila siku tunakuwa tuna form timu mpya. Lakini kwa mfano wachezaji ambao wako na mwalimu wangeongezwa watu wachache wakaja wakafanya kazi, nafikiri inakuwa ni wakati mzuri wa Simba kufanya vizuri, kwa sababu wachezaji watakuwa wamezoeana. Hebu tuichukue timu ya Simba ya kina Chama, kuna mtu anaitwa Jonas Mkude, kuna kina Bwalia, kuna yule alikuwa anashika jicho hivi Kagere, Nixon, Sumelo, wale kuangalia umoja wao jinsi walivyokaa. Timu iliungana miaka 4, tulikwenda vizuri kabisa. Baada ya pale kutoka kuja kufanya usajili mpya, timu ikapotea. Kwa hiyo tukawa tunafukuza walimu sana, tunabadilisha timu, matokeo yake hatufanye. Hebu tuwe na uvumilivu, tuwe na subira, kwa sababu hata mtoto hawezi kuzaliwa leo kesho akatambaa. Lazima azaliwe, kuna process mpaka anafika kuwa kama sisi ambavyo tupo sasa hivi. Hata yule anayenadi swala asubuhi, swala sio kwamba akinadi vile watu wote wanaenda kusali. Kuna wachache ambao wanaweza kuitikia wito wa ule kwenda kusali, lakini wengine wanaweza kuona kama wimbo tu, lakini ndio jambo ambalo linatakiwa. Ukisikia swala uamke, uachane na shuka uende ukasali. Kwa hiyo mimi niko kama mnadi swala kwamba nataka watu wafanye umoja. Kwa hiyo kama wataona hii nafanya kama vile anayefanya swala asubuhi alafu watu hawaendi kusali, haya twende, mwisho wake tutawapa nafasi Yanga Afrika wa mabingwa mwaka wa 6, wa 7, wa 8, wa 10 kama alivyosema Haji, mwisho utatokea. Lakini kama umoja utakuwepo na tutaheshimu adhana, basi nafikiri kila kitu kitakwenda vizuri. Dalili unaziona za huo umoja kutimia? Sasa toka tumeanza Nteze leo mara 3 natoa wito huo. Tutaangalia baada ya Simba Day kitu gani kitaendelea. Bwana, unataka kumaliza na kocha? Asante. Nawashukuru sana.